Nani hataki kuwa kipenzi baina yake na Mola wake? Yanakuja maradhi katika sura yanaumiza, lakini kwa sababu Allah ametugusisha maradhi yale, basi tunatakiwa tumshukuru Allah, tuwe tuna subra, tumtegemee Allah, tuchukue dawa kama asbabu za kumtegemea Allah, kisha tumkabidhi maisha yetu Allah, kwamba nimesubiri Mola wangu kutokana na maradhi uliokuwa umenipa, na kuachia wewe, kwa sababu wewe ndio mwenye kuponya maradhi kama haya. Allah amekuweka hapo. Lakini dada zangu katika imani, walmuafa siha, hata yule ambaye aliyekuwa hana maradhi, mzima wa afya, mtu huyo asiha khairullah, afya kwa wakati wake huo una kheri. Allah kamchagulia kipindi hicho awe katika hali hiyo, amshukuru Allah, amdumishe katika neema hiyo. Bahati mbaya iliyoje kwa umma wa Kiislamu leo, kuna aina ya watu akipata maradhi anaona kwenye nakama, akiwa ana afya anajisahau katika maisha yake. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Mtume anasema ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, asiha wal faragha. Neema mbili zinawadanganya mno watu, kuwa na afya na kuwa na wasaa, faragha ya kufanya anaolitaka. Wanajisahau. Kwa wakati ule Allah akakufanya kuwa na afya, mshukuru Allah, itumie afya yako vizuri kumwabudu Allah. Kuna wakati utaitamani afya hiyo na utaikosa. Wewe unadhani, dada zangu, mama zangu, Muislamu eneo gani alokuwa yeye yupo karibu zaidi na Mola wake akiwa amesujudu? Wako wangapi leo wanatamani wasujudu lakini hawana nafasi hiyo? Anakuja msikitini, anaswali, amekaa juu ya kiti, anaona wenzake wamesujudu pale, na Mtume anasema aqrab ma yakunu al-abd min rabbih huwa fi hali sajid. Mtu anapokuwa karibu zaidi na Mola wake mja ni pale anapokuwa amesujudu, anaongea na Mola wake. Leo dada zangu katika imani, kuna watu wanatamani afya yao waliokuwa wameiacha, leo wanatamani angalau afya ya dakika moja, lakini ikhtiyari ya Allah kwao kwa kipindi hicho. Lakini sio hivyo tu, walfaqir, mtu ambaye hana kitu, masikini, ana shida nyingi, lakini inaumiza anavyoona wenzake Allah amewaneemesha, yeye hana kitu. Fakiri amshukuru Allah kwa hali ile ya ufakiri. Kwa nini? Alfaqru khairullah, kwa wakati huo ufakiri ule una kheri kwake. Pengine angepata mali kipindi hicho akaruzukiwa, angekufuru, angemuasi Allah. Wako wangapi ambao waliruzukiwa na Allah, Allah akawapa mali na mali na mali, mwisho wake mali ile ikawa sababu ya kumuasi Allah, na wakafa katika hali ya kwamba Allah ana ghadhabu juu yao. Shukuru hilo. Lau ingelikuwa mali ni sehemu ya furaha, angelikuwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anamiliki uchumi. Allah alimpa ikhtiyari an yakuna malika rasul, awe ni mfalme na awe ni mtume. Lakini Mtume Muhammad fakhtara an yakuna abdu wa rasul, akachagua awe ni mja wa kawaida tu na mtume wa Allah. Hakutaka mali, kwa sababu mali ni mtihani. Ilikuwa dada zangu katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Aisha radhiallahu anha, kunna yamuru alhilal walhilalan wama uqida fi baiti min abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa inapita mwezi
wa kwanza. Wa pili, nyumba yoyote katika nyumba za wake wa Mtume kulikuwa hakuwashwi moto, hakuna kitu cha kuweza kupika mule ndani, hakuna kitu cha kupika mule ndani. Urwa anamwambia, ya khalat, ewe mama yangu mdogo, mlikuwa maisha yenu ya nini wewe, ikiwa miezi miwili jiko haliwashwi ndani ya nyumba ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ndio maisha yake yalikuwa vile. Inakuwaje? Mnakula nini? Mnaishi vipi? Anasema aswadani, vitu viwili tu, atamru wal ma, tende na maji, wanakula. Huyu ni bwana Mtume, hakulalamika, hakuona mola wake amemsahau. Wewe leo hii itokee tu siku mbili jiko haliwashwi, dunia itasimama. Utatuma meseji kwa ndugu zako wote, wazazi wako, mmeniozesha kwa nani? Angalia maisha yetu yalivyo. Au mola wangu mimi amenikasirikia, mbona ametusahau, ametuacha, kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Tabia ya baadhi ya wanadamu. Allah anasema, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Mwanadamu anajisahau pale mola wake anapokuwa amemkirimu, akamneemesha, akampa utulivu, usema mimi niko karibu sana mola wangu. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Sasa changamoto ije, mlo mmoja kwa siku, au wapike uji tu bila sukari, utashangaa, mola wangu amenisahau, maisha magumu, kwa nini hivi, niende kwa ustadhi gani, labda nyota yangu imechukuliwa. Kuna watu wanadhani eti na wao wana nyota zinachukuliwa, anataka akaisafishe, anasahau riziki yake mola wake ndiye aliyekuwa amemwandikia. Shukuru kwa hali uliokuwa nayo, hata ikiwa ni ufakiri. Allah ametaka wakati huo akupitishe kwenye wakati huo, pengine ili imani yako iwe thabiti baina yako na mola wako. Dada zangu katika imani, walghaniyu alghina khairullah. Kuna wakati Allah amekupa, amekuruzuku kitu cha kujitosheleza katika mahitaji yako, mshukuru sana Allah wakati huo. Allah akidumishe, akihifadhi, akitilia baraka katika maisha yako, kwani wakati huo Allah amekuchagua. Wako wangapi Allah amewanyima, amekupa wewe. Tumia kile ambacho Allah amekuruzuku nacho kumshukuru sana Allah, kitumie katika mambo ya kheri, ili Allah tabaraka wa taala atie baraka pale. Nitoe mifano. Kuna watu leo wana simu za smartphone hizi, anatamani apate angalau shilingi 3000 aweke credit bando, asikilize mawaidha, asikilize Qur'ani, anatamani hiyo, lakini hana. Wewe leo Allah amekuruzuku 100,000 kwako, unayo kwenye handbag yako, unatoka nayo unakwenda kununua CD za muziki, unakwenda kuchukua pesa ile kwenda kuitumia katika mambo ya haramu, wakati watu Allah amewanyima kule, amekupa wewe hicho cha kutosha wewe. Unatoka unakwenda kwa fundi, unapeleka nguo akushonee nguo ambayo ukipita barabarani we unadhani umevaa unapendeza, kumbe malaika wanakulaani toka umeivaa mpaka unakuivua. Nguo ambayo umepewa mali ile na Allah unaivaa, malaika wanakulaani, pepo unaikosa kwa kutokana na kuvaa mavazi kama yale. Haya sio yangu, haya ni maneno ya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, simfani min ahli nar.